Watanzania tumekuwa tukiogelea katika amani kwa muda mrefu, na amani hii haikuibuka tu from nowhere. Ni misingi iliyowekwa na waasisi wetu katika taifa hili, misingi iliyoanza tangu wakati wa Mwalimu Nyerere kama rais au baba wa taifa, lakini akaja mzee Mwinyi, Ali Hassan Mwinyi kama rais wetu wa pili, akaja Benjamin Mkapa, rais wetu wa awamu ya 3, akaja mzee Kikwete, rais wa awamu ya 4, akaja mzee Magufuli awamu ya 5, ambaye aliyemalizia awamu ya 5 ni rais ambaye tuko naye Mama Samia Suluhu Hassan. Na tunaona hata Mama Samia na yeye anaendeleza kusimamia misingi ya amani. Kwa hiyo niseme kwa Watanzania, tuilinde amani yetu kuelekea uchaguzi. Pasipo amani hakuna maendeleo. Huwezi kwenda kufanya kazi kama nchi haina amani. Huwezi kwenda kufanya biashara, kwenda kulima shambani kama nchi haina amani. Hata wewe na kamera yako huwezi kunishuti mimi au kuuliza maswali kama una amani. Utanishuti hapa, unataka kupata maelezo kutoka kwangu, alafu bomu nalipuka nyuma yako, utaacha kamera hapa na mimi nitakuacha nitaki. Kwa hiyo niseme wito wangu kwa Watanzania, tulinde amani na tujaribu kuwapinga watu wote ambao wako kinyume na amani ya nchi yetu. Tunaweza tukasema kwamba lolote na liwe, tufanye fujo tu. Tunasema kwa sababu hatujafikiria mara mbili. Mimi nimehubiri Kongo, nimehubiri pale Goma, nimeona namna ambavyo nilipokelewa na vifaru vya UN. Nimeona namna ambavyo wanajeshi wa Kongo walivyokuwa wananilinda. Kumbuka na kwenda kuhubiri habari za amani ndani ya kanisa. Nimeona nilivyolinda mpaka ndani ya kanisa, unahubiri huko na mashaka, watu hawana amani kabisa, hawana furaha. Sasa nisingependa hiyo ionekane kwenye nchi yetu. Lakini nani asiyefahamu ukanda wa Gaza kinatokea nini sasa hivi kwa habari ya Israeli na Palestina? Nani asiyefahamu mataifa mengine ambayo sasa hivi yanahangaika, ambayo hayana amani? Kwa hiyo tusijaribu kuchezea amani tulionayo. Sisi wa Tanzania ndio tuliopewa dhamana ya kulinda amani yetu. Usikubali kumwona mwenzako anavunja amani kwa sababu tu ya ufahamu wake mdogo. Naomba uwe mstari wa mbele kumzuia asifanye hivyo. Nchi hii ni ya kwetu, tusitegemee mtu yote kutoka nje ya nchi kuja kujenga amani yetu. Wanatoka nje ya nchi wanaweza wakaja kuharibu amani wakijua wana mahali pa kukimbilia. Lakini wewe Mtanzania ukiharibu amani yako, huna pa kukimbilia na watu wako. Bahati mbaya wengine tunakimbizana, hata passport hatuna. Hata kwenye account benki hatuna hela. Ikichafuka hapo utakimbilia wapi? Kwa hiyo tujenge msingi wa amani na tulinde amani yetu kuelekea uchaguzi Oktoba 29. Mara baada ya kupiga kura yako, rudi nyumbani, katulie, fuatilia television, fuatilia radio, sikiliza nini kinaendelea. Turuhusu uchaguzi upite na mwisho wa siku maisha yaendelee kama kawaida hapa Tanzania. Mungu